Alikuwa anafanya nini huko? Ina maana mdada mzuri kama yule anaweza kuja kujisaidia kwenye hili jumba bovu? Asante. Vipi? Mbona leo unanukia sana? Jamani, si kwa ajili yako. Unanitisha. Kwani unasema hivyo baby? Ushaanza wasiwasi wako. Mimi sijaona maana mbaya. Ila tu nimechomanisha ni kwamba manukato yako hayo nisije nikaibiwa huko barabarani. Amna bana, usiseme hivyo. Mimi nimekupenda wewe tu. Kwa wengine hawana nafasi kwangu. Usijali baby. Sawa. Niambie. Ratiba yako leo ikoje? Ratiba yangu ya leo, kwanza nimekuja kwa ajili yako. Pili na kusikiliza wewe utakapotaka kutafanya. Basi sawa. Nipe kama dakika 5 kuna kazi namalizia. Afu mambo mengine yafuate. Sawa, basi na mimi nakaa hapa nasubiri tu. Mwanangu umenishtua. Kivipi? Potezea. Niambie. Vipi ratiba yako? Tutoke basi. Mimi nafikiri nyinyi mngetangulia. Na kipengele. Kipengele kipi tena hicho? Hapa tunapoongea shemeji yako yupo ndani amekuja. Kwa hiyo kuna jambo moja tulikuwa tunajadili kidogo hapa, for then mimi tatia mguko. Koka vipi tumetangulia? Ndugu yangu, kuna kitu kimenishangaza sana leo. Kitu gani hicho? Wakati nakuja hapa, nilipitia njia ya bondeni huko. Lakini ghafla sana nikamwona mtoto mmoja mzuri. Watoto wa mjini wanaita pisi kali. Kaka ni mzuri yule mtoto. Lakini kitu cha ajabu, akaingia jumba bovu kujisaidia. Ndugu yangu. Mimi sioni kama hilo ni jambo la kukushangaza. Mbona ni mambo ya kawaida sana. Unaweza kukuta tu labda wenda alibanwa. Ndio maana akaamua kuingia mjengoni. Hapana bwana kaka, hata kama alibanwa, kwa jinsi alivyo, yani kwa jinsi muonekano wake ulivyo, ilitakiwa akaze. Hata kama amebanwa ilitakiwa avumilie, atafute sehemu nzuri ambayo inaendana naye ndio aweze kujisaidia. Lakini sio kuingia katika jumba bovu kaka. Ile ni aibu. Alafu kila nikikaa, yani naiona kabisa sura yake. Sasa sijui ndio ameshaingia kwenye akili yangu. Yani huo ndo udhaifu halisi wa mwanaume. Yani kumuona mwanamke siku moja tu tayari kashakuvuruga. Mimi mwenyewe hata sielewi kaka. Lakini I hope kuna siku nitaona naye tena.
Wewe kuhusu kumuona hilo sahau mzee. Yaani wewe atakukuta kama alomkuta Mbidogi, sijui unakumbuka. Akatoka nyimbo kake kale, nadhani nitamuona tena, na wala kumuona. Sasa ndio litakukuta wewe leo. Yaani wala usije ukajidanganya kabisa, wewe sahau. Kaka, mimi ndo Chebu. Wengi wanapenda kuniita Mr. Content Emperor. The whole world man. Kuna kitu kwenye nafsi yangu kinaniambia nitakuja kumpata yule mwanamke. Najua uamini hilo, lakini huo ndio ukweli. Kudadeki. Nipo hapa. Eti nitamuona tena. Kaka. Samani kakaangu. Nimekutana na dadako Hawa, lakini sijamuelewa kabisa. Kivipi? Nimekutana naye akiwa amevaa suruali, huku akiwa amejiachia sana, na pia amevaa taiti ambayo inaonesha maumbile yake. Unamaanisha Hawa huyu mdogo wangu au? Sijakuelewa. Ndiyo. Ni Hawa huyu mdogo wako, unayemfahamu wewe. Hapana. Labda kama umemfananisha hivi. Hawezi kufanya hicho kitu hata siku moja. Sawa, langu ilikuwa ni hilo tu, kukupa taarifa. Nilikuwa nakukumbusha muda wa swala huu mdogo wangu. Nakumbuka kakaangu. Na ndio maana unaona nishajiandaa kwa ajili ya kwenda msikitini. Na sawa. Haya, ngoja mimi nitangulie. Bibi, mama kuja mwenye kakoso kwa. Kakoso mizinguo kishenzi yani. Nene kijaga yule mwake. Hakunaga kutoka hapa. Kwa hiyo tunafanyaje? Hapa hamna cha kufanya zaidi ya mimi na yeye kutoka. Maana tukisema tumsubirie atakuja jioni hapa kama kawaida yake. Basi sawa. Ngoja nikajiandae tuondoke. Ujue taarifa zako ninazo. Sasa ninapokuuliza swali nataka majibu sahihi. Alafu wewe unapetapeta tu yani kushoto tu yani. Ujue nitakuja nikupasue. Hebu fanya nione. Yaani mwanaume unajivunia kumpasua mwanamke wako. Iko timamu kweli? Kwa nini usitambe tunapokuwa kitandani? Kwa hiyo unanitusi sio? Na kutusi au unajitusi mwenyewe? Kupiga kelele zisizokuwa na maana. Sawa. Mjinga mimi. Sasa nahitaji kufahamu. Wewe ni Kakoso mpoje? Ni mpenzi wangu. Unasemaje Dolin? Swali lako nimeshakujibu. Kama hujanisikia naweza kurudia, na kama umenisikia ila hujanielewa pia naweza kukuelewesha. Kwa hiyo Kakoso ni bwana wako. Okay fine. Na mimi je? Na wewe ni bwanangu pia. Ila bwana usiojua majukumu kwa mwanamke.
Vipi? Nirudie? Au imekuingia kisawasa? Kwani unanichukuliaje Dore? Na kuchukulia kama nilivyokuambia. Wewe ni bwana usijua majukumu yako. Anapokuja mwanaume kutekeleza majukumu yake, ulitaka nifanye nini? Zamana ya uhai wako upo katika huu mkono wangu. Kuna siku isiyokuwa na jina nitakuja nikugonge wewe. Eti Assalamualaikum. Kuna taarifa nimezipata leo. Sitaki kuamini kama unaweza kufanya hivyo. Ni taarifa zipi hizo? Kuna binti amekuona mtaani ukiwa umevaa suruali. Tena yenye kuonesha maungo yako. Hivi kuna ukweli ndani yake? Mbona kama umestuka? Hapana. Nimeshtuka kwa maana kushangaa. Huyo binti ananizungumzia hawa mimi au hawa mwingine? Subhanallah. Nawezaje kuvaa nguo za kubana tena zenye kuonyesha maumbile? Ni kweli nilishangaa sana kusikia hizo taarifa. Nikawa najiuliza hawa huyu mdogo wangu au? Hapo kutakuwa kuna namna. Itakuwa tukanifananisha. Basi sawa. Bwana Kicheko, hili ndilo jengo ambalo yule binti anapenda sana kuingia. Hivyo basi, kazi yako kubwa ipo kwenye hili eneo. Labda tu nikwambie mkuu, kazi ya uchunguzi tu na kutoa taarifa kwa muda mwafaka, hiyo ni kazi ndogo sana kwangu. Yaani usa achia tulale. Bwana Kicheko,
Mimi nadhani itakuwa vyema sana kama hayo unayoyasema ukiyafanya kwa vitendo kuliko mdomo. Na kitu cha kuzingatia, hakikisha hii kazi unaifanya kama ipasavyo. Labda tu nikwambie, miongoni mwa watu waliohudhuria mafunzo ya mwanzo kabisa ya FBI na mimi nimo. Ishi nayo hiyo, usije kumwambia mtu vijana mtani wakaniogopa bure. Askari hapa. Kwa jinsi unavyojua kujipamba, ungekuwa unapambania hivyo kazi, ungekuwa kiwango cha juu sana. Najua sio rahisi kuamini, ila muda utaongea. Kazi yako ni nyepesi sana. Yaani kunywa juisi kwa mlija, yaani inashuka kwa utaratibu. Mimi nadhani nisiwe na maneno mengi. Eneo la kazi ndio hili, nyumba ndio hiyo, kazi ni kwako sasa. Nikutakie kila laheri. Kukuonesha kuwa nipo serious na hii kazi na ianza hapa, sing'oki kwenda sehemu yoyote ile. Wananiita she handsome boy. Punguza mapepe, uko na askari kamanda. Ni nani alioniona na kumpa taarifa kaka Tashi? Na lengo lake lilikuwa ni nini haswa? Huyu atanizoea, labda nisimjue. Sasa mimi natoka sasa hivi. Nitachelewa kurudi sana. Kama utaandaa chakula, basi jua mimi sitakuwepo. Tukarimu kachelewa kurudi hadi muda wa chakula. Sija kuzoea hivyo. Ni kweli, ila sasa hivi naelekea kwenye dua ya mtoto. Inafanyika kule kwa mzee Gaula. Basi sawa. Sawa, baadaye. Aya, safari njema. Na Shehe, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, kwema? Safi. Vipi, mbona umechelewa sana? Tutawahi kweli kule? Dua walidai inaanza saa 12. Na ndio kwanza sasa hivi ni saa 11 hii. Ni sawa, ila si unajua foleni zetu. Ushangae tukafika saa 1 kule. Hapana, cha msingi weka mambo sawa. Kisha tuanze safari. Ni sawa. Ila ndugu yangu, kuna hali leo nimeiona kidogo imenishtua. Ipi tena hiyo? Kuna binti kama sijamfananisha, basi fika zangu zitakuwa ziko sawa. Na hisi mdada yako hapa. Kafanyaje tena? Kuna binti alinimpita kwa mbali. Ila kwa muonekano ni kama hawa. Ila alipokuwa amevaa kidogo alinishangaza. Maana alikuwa amevaa suruali tena yenye kumuonesha mambo yake. Ila sina uhakika. Maana hawa anayemjua mimi hawezi kuvaa vile. Basi nipe dakika moja. Nakuja tuondoke.
Maina, kabla ya kuolewa, ni kitu gani ambacho ulijiwekea? Yaani aina ya mwanaume wa kukuoa, ukiachana na wale wanaokuja moja kwa moja. Mbona unaniuliza hivyo Hawa? Umepata mchumba nini? Hapana, nimeamua tu nikuulize ili niwe tayari na wajua wanaume kuwahusu. Oh, basi ni vizuri sana. Sifa kuu ya mwanaume ambaye anapaswa kuwa mume ni yule ambaye atakukataza kuhusu anasa na kukukumbusha kumwogopa Allah. Ni hilo tu? Hapana, zipo sifa nyingi sana, ila sifa kuu ni hiyo kwa mwanamke wa Kiislamu. Ukipata mwanaume mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu na kukufundisha yale mazuri, basi huyo ndio mbora wa wanaume wote. Na vipi kama unapata mwanaume ambaye anakupenda na anataka kuishi na wewe, yaani namaanisha kufunga ndoa, lakini anapenda mwanamke wa kisasa zaidi? Mwanamke wa kisasa? Mwanamke wa kisasa ni yupi? Labda anapenda mwende sehemu za starehe, mwanamke mwenye kuvaa nguo fupi na mwenye kuvaa nguo za kubana zenye kuonyesha maumbile. Hawa, kama ikitokea ukapata mwanaume wa aina hii, kaa naye mbali kabisa. Tena usijaribu hata kumpa muda wako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niambie. Safi tu. Sijajua kwa nini leo siku nzima ulipopatikana. Shida ilikuwa ni nini? Ni kweli. Unajua leo nimeshinda kazini. Alafu nilikuwa busy sana. So simu zikawa zinaitwa mara kwa mara, ikaona nizime. Samahani kwa hilo. Lakini ulipaswa kuniambia kwa utazima simu. Sasa siku nzima kweli bila mawasiliano. Ni kweli. I'm so sorry mpenzi. Haitojirudia. Kama kawaida yako sasa. Ulivyofundi wa kuomba radhi. Utozani kama hutorudia. Unajua lini Dolini? Siku zote ukimwona mwanaume anakiri kosa, basi ujue ni muungwana sana. Sisi wanaume mara nyingi huwa hatuna desturi ya kukiri kosa. Basi sawa. Kama nilivyokuambia, usiku wa leo nitalala hapa. Ila sihitaji kula chakula cha kefu wala hotelini. Nahitaji unipikie mwenyewe. Basi sawa. Niambie. Utahitaji kula nini usiku wa leo? Na kesho asubuhi pia utahitaji kula nini? Ili nijipange kisaikolojia kabisa kimapishi. Usiku wa leo nahitaji kula wali samaki. Na sio samaki tu, bali sato. Na kuhusu chai, ikishafika kesho nitajua. Limeisha hilo. Na kwa kuonesha kwamba mimi ni mwanaume mwajibikaji, naingia sasa hivi jikoni. Nipe muda. Kweli?
As you told me yesterday, nimekuandalia taji lako la asubuhi. So, enjoy. Kama sijashinda njaa leo, kama hujaunguza mayai wewe, basi atakuwa mabichi. Acha kuongea sana. Twende ukanawe, alafu uje nipe majibu ya mabichi au la. Tulia. Shaanza. Ushasema leo usiposhinda na njaa sasa hizo wanatazamia. Tulia hapo basi. So wanze kulalamika si sukari nini issue hiyo sasa. Mimi hapo nataka kuangalia ni chai imepikwaje. Swala la sukari inategemeana na mtu anaweza kukosea kuweka. Okay. First time. Tulia. Vipi? Nilijua tu. Toka lini mwanamume akajua kupika? Chumvi kibao. Adori. Kumbe chumvi tu. Mimi nifikiri labda nimepika mayai vibaya. Sometimes mkono unateleza. Enjoy man. Unanichocha? Hapana. Nilikuwa tunakutania. Hakika wewe ni zaidi ya mwanaume. Japo umenitisha sana kuanzia usiku. Kivipi tena? Mara nyingi sana wanaume wanaojua kupika kama wewe huwa ni wagumu sana kuoa. Dolin, achana maneno wavunja siku. Kula, enjoy. Wavunja siku? Ukiwa na maana gani? Kula bana. Enjoy chakula unachokitaka. Siku yako nzuri. Baby sorry. Niko naomba unisaidie bro Benji. Hazidi kupoteza namba. Kakoso. Mambo vipi? Safi. Nimegonga sana na nimekaa muda mrefu sana, hakuna mtu aliotoka. Ikiwa naona viatu vya kike na vya kiume. Ni kweli. Ila Kakoso hayupo. Tumetoka hapa muda sio mrefu. Mimi, yeye pamoja na Mwasi. Na viatu tunavyoviona vile ni vya Mwasi kabisa hao.
Amevisahau? Kwa hiyo unataka kuniambia ameenda peku? Hapana. Alivaa safe boot, zile buti za kazi zile. Ndio alikuwa ametinga Mwasi. Na hapa nyinyi unavyoniona nimekuja kupata hivyo viatu. Basi sawa. Mimi naenda. Akija utampa taarifa kuwa nilikuja. Safi. Kuwa na amani ili uzuri uongezeke. Kwa heri. Wala haina hata haja ya kushtuka. Usijali. Kuwa na amani. Sawa? Lakini samahani sana. Nina ombi moja. Naomba badilisha nguo zako. Na mimi nipo nje hapo na kusubiri. Nina mazungumzo na wewe tafadhali. Bado sijakuelewa. Nini maana ya kuniambia nikae kimya? Kwanza pole sana. Lakini pia ilikuwa ni ghafla mno. Yule aliyekuja ni Sengo pamoja na Mwasi. Walikuja kunipitia ili twende kazini. Sasa ukiangalia niko pamoja na wewe. Ndio maana nikafanya vile. Mbona kama ulikuwa haupo sawa? Na sijakuzoea vile. Rafiki yako ndio wewe vile? Doreen. Ondoa wasiwasi mpenzi. Kama una mashaka basi naweza nikampigia ukamsikia. Sina maana kuwa simjui rafiki yako Sengo. Ila wasiwasi wangu tu ilikuwa ile sauti ya mwanamke. Ndio ilikuwa sio ya Sengo.
Ni kweli. Basi nikiri leo nimekosea, lakini yule ni Mwasi na ipo siku nitakukutanisha naye. Basi sawa, acha niende, tutawasiliana basi. Sawa, karibu tena. Asante. Bye. Mdogo wangu vipi? Safi. Dada, naomba ongea na wewe mwanaume wako. Sijui zumba, sijui takataka gani. Yaani ananichefua. Bado hivi tu nimtapike. Kwani vipi lakini si nimeshamalizana naye? Umemalizana naye? Yaani amekuja hapa anabweka, anabwata, anakulizia wewe. Nikamwambia subiri Doli arudi, usiniulize hilo swali Doli yuko wapi mimi. Mdogo wangu, acha naye yule mpuuzi. Nitajua jinsi nitambezana naye. Na wao anataka kunipanda kichwani. Mwanzo ulijinadi sana na ukidai kuwa hii kazi ni nyepesi sana kwako. Lakini mpaka hivi sasa hii kazi imeshakushinda. Nani? Mimi? Wapi? Kazi ndogo sana hii. Inishinde wakati chuo cha FBI wananijua vizuri kwa mambo ya upelelezi. Na nina shahada kubwa sana ya mambo ya uchunguzi. Mimi ndo askari. Sevu yo tajiri, Mr. Midevu. Basi sawa. Mimi nilikuwa nahitaji kujua kitu kimoja. Umefikia wapi mpaka hivi sasa kwenye masuala yako hayo ya uchunguzi? Kikweli nimejitahidi na kuhakikisha apiti sehemu yoyote, dirishani, mlangoni, wala wapi. Yaani nimekaba kama Mamnyeto na Jobu au Baka na Boka. Sasa kama ni hivyo, mbona mimi nilimuona? Na sio kumuona tu, nimeongea naye kabisa. Niambie koma tajiri. Ndio hivyo Mr. FBI. Mbaya hiyo. Aibu unaona mimi tajiri. Dada. Sister. Samani. Nilikuwa naomba kuuliza. Kuna mtaa nimepotea, unaitwa Bwelu. Sijui kama unaweza nisaidia kunielekeza. Kwani wewe ni mgeni mitaa hii? Ndiyo. Ila sio sana. Ndiyo. Ila sio sana. Maana nishawahi kuja hapa. Lakini na ndugu yangu anaishi sehemu hii. Sasa, kwani usimpigie simu ili akuelekeze vizuri? Unahisi kukuelekeza mtaa tu inatosha kufika? Simu yangu imeshasalio. Labda unaweza nisaidia kwako. Naam, 06 83 23 9 073. Vipi? Haipatikani. Twende tu nikakuelekeze mbele, maana na mimi ndo njia hiyo ninayopita.
Dada, samani dada, nahisi nimefika. Naona ni hapa. Oh, basi sawa. Yaani unashindwa kuutumia muda wako vizuri kwenye kazi. Badala yake mpaka unaamua kuutumia muda wangu mimi vibaya. Bado sijakuelewa. Na utumie muda wako vibaya kivipi? Kwani uone wewe ulichokifanya? Cha mimi kuniita nikamtoe hapa pale nyumbani kwako. Ikiwa wewe uko na mwanamke mwingine ndani. Uone kama unautumia muda wangu vibaya. Mimi nilikuwa nishafika kazini. Bwana Sengo, kwanza nikuombe radhi kwa kile kilichotokea. Lakini njia pekee mimi kuweza kulimaliza lile, niliona inahitajika uwepo wako. Na baada ya kufika, nadhani umeona namna gani jinsi ulivyoweza kucheza vyema karata yako. Ngoja nikwambie kitu ndugu yangu. Hebu achana nayo. Achana nayo kabisa. Tuna mambo mengi hatujatimiza kaka. Hebu tudili kwanza na hivi vitu. Habari yako? Sijajua kwa nini siku uliamua kunikimbia. Hali ya kuwa nilikuomba kwa wema tu. Nikakwambia baada ya kumaliza kubadilisha nguo zako nahitaji kuzungumza na wewe. Lakini haukufanya hivyo. Wewe ulijuaje kama nilienda pale kwa ajili ya kubadilisha nguo? Kwani mimi na wewe tuchai kuonana sehemu nyingine tofauti na pale? Tumewahi kuonana, tena sio mara moja. Ni mara nyingi tu. Wapi? Nimekuwa nikikutana na wewe mara kadhaa kwenye mawazo yangu. Na umenifanya mpaka nimekuwa mlinzi sasa. Yaani nina kazi ya kulinda kila hatua unayoipiga. Bado sijakuelewa. Unamaanisha nini? Unaweza usinielewe kwa urahisi. Lakini kabla kujibu swali lako, kuna kitu ninahitaji kukwambia. Unapendeza sana ukivaa mavazi haya. Na sio yale mavazi yako upande wa pili.
Vipi kaka? Mbona hivyo? Kuna nini hapa? Mimi nipo kazini hapa bwana. Hebu fanya mambo yako. Au unataka nipoteze CV zangu nionekane nafanya kazi isiyokuwa na TBS, ijathibitishwa? Acha shabo we baba. Wewe unajua naishi humu ndani akina nani? Inakuhusu nini? Au unashobokea nyumba zenye mageti? Acha shobo na nyumba zenye mageti. Muangalie hivi. Vipi? Kuna shida? Nashangaa huyu mtu anachungulia hapa nyumbani. Na sijui kama katumwa. Eti wewe unatafuta nini? Au kuna mtu unamtafuta? Madam umepoa na juba lako. Madam umependeza. Madam macho ya paka. Ila naona leo kipini hujaeka. Kama hapa nyinyi ndio mtakuwa mnakaa, basi mnisamee, nitakuwa nimekosea. Si unajua nyumba nyingi hapa zinafanana. Mimi naondoka madam, nisameeni. Pole sana. Unajua siku hizi nimekuwa na tabia ya kuzima simu. Na mbaya zaidi nilisahau kabisa kwamba leo nitakuwa na mgeni. Aisee. Kama nisingekutana na mdada mmoja hivi mwenye moyo pekee sana, ndio kanileta mpaka hapo nje. Kwamba anafahamu? Hapana. Nimemtajia tu jina la mtaa kanileta. Ila kwa bahati nzuri nimetokea mtaa hapo nyuma, nilipoiona tu nyumba nikakumbuka. Aisee, pole sana. Lakini pia nahisi hukumakinika tulipokuja wakati wa kwanza. Huu mtaa sio kusahaulika kabisa. Kweli, ila mimi mjini pameshanishinda kwa kali. Vipi ratiba zako? Kuhusu ratiba zangu, kesho asubuhi ni safari ya Zanzibar kwanza. Nikirudi hapo ndo nitaanza ratiba zangu. Hiyo nzuri. Kiukweli kesho ningekuwa busy sana. Lakini kwa sababu una safari ya Zanzibar, nafikiri mpaka utakaporudi basi mambo yangu yatakuwa yamekuwa free. Kwa utapata muda mzuri wa kupanga ratiba zako. Sawa sawa. Karibu sana. Asante. Mimi nilikuwa na wazo juu ya Kakoso. Wazo lipi hilo? Kwa nini tusiachane naye na kuangalia namna ya kuifanya hii kazi sisi wenyewe? Maana naona anaweza kutufelisha. Wewe unahisi ni rahisi hivyo? Ikiwa yeye ndo anatupatia pesa zote za safari. Mwasi, uko kuendelea kumtegemea yeye ndio kunaweza kutufelisha kabisa. Maana nahisi alishajua kuwa tunamtegemea kwa hilo. Na ndio maana hayo yote yanatokea. Inatubidi tuwe na subira. Na twende tukamshirikishe. Tuzungumze naye. Mimi na imani atatuelewa. Sasa kuhusu hilo, labda ulijaribu wewe. Maana mimi kwa upande wangu nishajaribu sana bila mafanikio yoyote. Nikuachie wewe hilo jukumu. Sawa, mimi nitajaribu kuzungumza naye. Na ikitokea kama hajatuelewa, tutaangalia namna nyingine ya kufanya. Ili mradi tu sije tukajilaumu. Sawa. Nakuelewa. Nishaukatazaga hiyo tabia ya kuwa unajifanya mbea kwa mtaani. Kwa sababu sijai kuonaga hata siku moja ukija na kiroba cha unga. Sasa sijui faida yake ni nini. Mbona unalipa tu kaka? Sema wewe hujui. Umbea mkokonokwa ni umbea wenye ladha zaidi ya ubuyu wa Zanzibar. Unaweza ukaniambia ni kipi ambacho umewahi kupata tokea umeanza kukusanya taarifa za watu? Ngoja kwanza leo nikupe faida yake. Umbea ni sunna. Pili, kufuatilia maisha ya watu inakufanya uishi maisha marefu sana. Tena unakuwa na amani. Yaani unajisikia mwili wako unajisikia baridi kabisa. Umbea mkokonokwa ni raha. Sawa. Sasa ngoja siku litakapokukuta jambo
ndio utajua kwa ulikuwa unafanya mambo ya kijinga. Unanikosea sana Mzidole. Bwana, ngoja siku moja nikufundishe namna kukusanya taarifa na ujue raha yake, ujue raha ya umbea mkokonoko. Yaani kokono. Ila marasi wote wanakuwa na roho nzuri. Sijui kwa nini huyu anakuwa na roho mbaya. Tatizo ujue umbea mkokonoko, yani kokono. Sidhani hata kama kuna haja ya wewe kushtuka, lakini tafadhali sana, nahitaji kuzungumza na wewe. Kwani kitu gani kinaendelea hadi umekuwa ukinifuatilia sana maisha yangu? Wala hata hamna kinachoendelea, na najua uenda kwa unafikiria labda mimi nakufuatilia sana maisha yako, kitu ambacho sio kweli. Kiufupi ni kwamba kuna jambo la muhimu sana nahitaji kuzungumza na wewe. Nahitaji angalau dakika 5 tu, tafadhali. Nakuomba. Hawa, ni mara kadhaa nimekuwa nikikuona unaenda katika lile jengo, ukiingia na kutoka ukiwa mbadilisha nguo zako. Unaweza kuniambia ni kwa nini huwa unafanya hivyo? Umejuaje jina langu ikiwa mimi sikufahamu? Ni zaidi ya mara 3 au mara 4 sasa nimekuwa nikikuona ukiingia katika lile jengo, na baada ya kufanya uchunguzi wangu nikagundua unaenda kubadilisha nguo. Unahisi ni kwa nini unataka kujua kwa nini huwa naenda kubadili nguo pale? Inashangaza sana kwa sababu sio hali ya kawaida. Samahani, lakini basi toshe kwa muda niliokupa. Na kuhusu swala mimi kwenda kubadilisha nguo pale, hiyo ni private yangu. Sidhani kama inakuhusu. Naomba ufanye maisha yako. Usiwe unanifuatilia mimi. Samani dada Hawa, macho ya paka, mtu mwenye vilemi vyako, mtu mwenye lipsi zako mjini. Umejuaje jina langu? Na kama sikosei, wewe ndio uliokuja nyumbani siku ile? Wala hujakosea, ni mimi kabisa. Ila nilikuwa na ombi moja, Madam Hawa, macho ya paka, Madam Cheupe, Madam mwenye kofia yako. Ombi lipi hilo? Kama ingependeza ungenipatia namba yako, maana ni muhimu sana haswa Madam mwenye vilemi vyako, mwenye cheni yako, mwenye saa yako. Aibu unaona mimi. Usiseme watu hawajakuona, ila sema wewe ndio hujaona watu. Kimenikuta, umbea mkokonoko umenitokea puani. Wanawake wazuri, acha tuite shemeji. Yule ni Hawa, hauna mfananisha. Mungu wangu, kaka Tash au atakuwa ameniona. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam ndugu wangu. Uko wapi?
najisikia vibaya sana. Bora hata ulivyonipigia. Nilikuwa naomba basi uje na Panadol. Basi sawa. Aya, sawa. Ina maana huyu si Hawa? Mbona una mfanano hivi? Ngoja nitajua. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Unataka kuniambia unauma kichwa mpaka kiasi kwamba jasho na kutoka hivyo? Kichwa kinaniuma sana upande wa kushoto. Basi haina haja ya kunywa dawa. Ni bora nikupeleke hospitali. Hapana. Mimi nahisi kwa sababu tu jana sijanywa maji mengi. Ila nikinywa maji mengi na nikitumia dawa itakuwa sawa tu, usijali kaka. Basi acha nikakuchukulia dawa pharmacy. Kwani haukunichukulia? Mbona nilikwambia unichukulie dawa? Usijali. Nenda kufuata hapo nyuma tu. Narudi sasa hivi. Basi sawa. Leo ilikuwa ni siku mbaya sana kwangu. Sijui ningekuwaje. Bro, kuna jambo naomba kushare na wewe. Lipi hilo? Siku nakuja hapa, nadhani unakumbuka. Kuna mdada nilikutana naye na ndio alinisaidia kufika hapa. Namkumbuka. Amefanya nini? Nahisi kama kuna namna namfikiria sana kwa sehemu ya maisha yangu. Unataka kuniambia kwamba unampenda? Nahisi hivyo. Ni sawa. Lakini unahisi ni rahisi? Kwa nini? Ni ngumu sana kuonana naye kama utakuwa hauna mawasiliano yake. Unajua huu mji ni mkubwa sana kaka. Usishangae alikuwa anapita tu mara moja na usimuone tena. Hilo nalo neno. Ipo hivyo. Lakini omba sana Mungu. Kama palikuwa kuna sababu ya muhimu nyewe kukutana, basi inaweza kujirudia. Haya, tarajia hivyo. Inshallah. Habari yako? Kuna jambo nilikuwa naomba kufahamu kukuhusu. Ni jambo gani hilo? Umekuwa ukinifuatilia sana. Yaani umegeuka kuwa mlinzi wa hili jengo. Kitu gani kimejificha nyuma yako ambacho sikifahamu? Vipi kama nami nikikuuliza swali kisha kanipa majibu ya swali langu kabla ya mimi kukupa majibu ya swali lako? Unahisi ni sahihi? Sidhani kama ni jambo geni sana kwa Mtanzania kuuliza swali kisha akajibiwa kwa kuuliza swali pia.
Hivi ni kweli umeamua kuwa sura mbili? Sura mbili? Kivipi? Umeamua kuwa na mionekano miwili tofauti. Kuna watu wengine wanakufahamu kwa muonekano huu na kuna watu wengine wanakufahamu kwa muonekano ule. Nadhani unajua namaanisha nini. Acha mbwembwe. Hii kitaalamu tunahitaji. Okay, unataka kumaanisha nini? Bwana, usijifanye kuwa hesabu kwako ilikuwa somo gumu sana. Waswahili wanasema kwa mbili mbili. Kipi hapo hujaelewa? Usijifanye uelewi kakarasi. Wewe unashaanza kuleta mambo mengi. Kuna kitu gani unakihitaji katika hayo unayozungumza? Au ndo upo hapa unasherehesha? Kwa mtu kama Kicheko, nahitaji majibu gani tena? Bwana, wakati picha lote linajionyesha. Yaani umbea mkokonoko, nimeukokonoa. Mbona umekuwa ni mwimba mashairi sana? Mtoto wa kiume wewe, mkaza. Usichokijua, mimi napenda sana kuona taarifa za watu. Asa kama hiyo ya kwako, nimeipenda hiyo. Yaani umbea mkokonoko, yani kokono. Nimekokonoa. Wewe unaionaje hiyo? Sasa subiri siku ya kudidi ndio utajua kwa maisha watu sio kufuatilia kama hapo. Anavyojifanya basi baba ushauri. Leo kukutana na chuma, mtoto kama katoka maka, macho yote yamemtoka. Kumbe naye anatamani, anajifanya bomale soja. Umbea mkokonoko leo nimeupata. Kokono. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Samani, nakuomba mara moja. Kuna jambo linaniumiza sana kichwa. Nimekaa kimya na kulichunguza, bado sijalipatia majibu. Nimeona vyema nikuulize mhusika. Ni jambo lipi hilo? Watu kadhaa wamekuwa wakiniambia wakikuona mtaani ukiwa umevaa suruali. Hata mimi kuna siku nilikuona, ile nikashindwa kupata vithibitisho. Hili lina ukweli kiasi gani? Yaani umeniona mimi nikiwa nimevaa suruali na kisha nikatembea barabarani? Au sijakuelewa vizuri? Ipo hivyo. Wewe unaamini kuwa naweza kufanya hivyo? Sijawahi kufikiria hivyo hata siku moja. Na ndio maana sijataka kuamini. Ila kuna vitu kama viwili vinanipa mashaka. Ni kipi na kipi? Kwanza, kuambiwa na watu zaidi ya wawili ambao hata wafahamiani. Na pili, nilikuona mimi mwenyewe, ila baadaye ukanipotea katika mazingira tata. Kwa hiyo
Unaamini huyo uliomwona akiwa amevaa suruali ni mimi sio? Nadhani ungenijibu maswali yangu kuliko kunihoji. Yaani kana kwamba mimi natakiwa kutoa maelezo kwako. Sio mimi. Na sijawahi kufikiria kufanya hivyo na haitokuja kutokea. Sawa. Ni hilo tu. Unaweza ukaenda. Baby, kwa sasa hivi nina mgeni. Hivyo utakapokuwa nataka kuja, wewe unanipa taarifa kwanza. Mgeni? Kwamba mgeni anaweza kunifanya nisiwe na uhuru nyumbani kwako? Sina maana mbaya. Ila nilikuwa tunakupa taarifa. Huyo mgeni ni wa kike au wa kiume? Oh. Kumbe ndio shaka yako. Mgeni ni wa kiume. Ni sawa. Ila si ndo nishakuwa kama mtumwa kwa kuomba ruksa kila nikitaka kuja kwako. Ukizingatia mgeni ni wa kiume. Ni jambo tu la kumwambia mimi ni nani. Ni sawa, ila sidhani kama mimi kukupa taarifa nimekosea. Ni sawa, ila fanya hivi. Inabidi umpe taarifa kuwa mimi ni nani yako na kwa nini nakuja hapa. Sidhani kama kuna haja ya msingi kila siku nikitaka kuja hapa nikupigie simu. Sawa, nakuelewa. Sawa. Basi miacha niondoke. Si unajua ratiba yangu ya leo? Ya, najua. Na hata mimi mwenyewe pia leo baadaye naweza nikatoka. Sawa. Simuelewi kabisa huyu ndugu yetu Kakoso. Hivi ni kwa nini nataka kukutana sehemu ya kazi? Unajua kuna kitu nimejifunza hapa. Kufanya kazi aina moja na mtu ambaye amefanikiwa ni kazi sana. Kwa nini nasema hivyo? Unajua maisha ya Kakoso ni tofauti na sisi. Kwa hiyo kwenye kufanya kazi anafanya kazi pale anapojisikia. Kwa kuwa anaamini kabisa uhakika wa maisha yake ni tofauti na sisi. Na pili anaendekeza sana wanawake. Kwa hiyo unataka kuniambia Kakoso na mwanamke zaidi ya mmoja? Hiyo mbona ni kawaida sana kwake. Sasa tunapaswa kufanya nini? Yaani hapa cha kufanya Mbona unamwangalia sana yule mwanamke? Unamfahamu? Ngoja kwanza nimfuate. Kuna kitu nitakichunguze alafu nitakwambia. Vipi? Mbona kama umeshtuka? Hapana, ila sikutegemea kukukuta hapa muda huu. Tena umekuja bila hata taarifa. Kivipi yani? Hapa ni sawa sana kwangu. Kuja sio mpaka nikupe taarifa. Na vipi kama ungekuta sipo? Wala hata isingekuwa shida. Ningerudi tu. Sawa, ila usizoe kufanya hivyo. Unapokuwa unahitaji kuja hapa, basi nipigie simu. He?
Yaani kwangu nije na taarifa? Au tupo wengi? Umeshaanza sasa babu. Hebu nenda kaniandalie matunda wewe. Yapo kwenye friji. Karibu. Asante. Nimekuwa na wasiwasi sana. Wasiwasi? Ya nini tena? Baada ya kushuka stendi, simu yangu ilizima chaji. Kwa hiyo nikawa na wasiwasi kuwa sitokuta tena. Pole. Asante. Nilijua labda umeingia wasiwasi ya kutokupakumbuka tena. Hapana, siwezi kusahau.